Nishafika. Umetuambia pipu ngapi? Naona kwanza mmecheka kwanza, nikasema Eh? mbona nachekwa tena? Nimeona kama tisa. Achana na mambo ya kama tumesema hii ni hesabu. Wewe tutajie. Ndio wala wametoa maswali ya kuchagua kwenye hesabu Tisa. basi. Eh? Siku hizi si kuna ya kuchagua siku hizi. Wameshafuta wewe. Umeshaitoa hiyo? Wameondoa. Si unajua elimu yetu kila siku age na mabadiliko. Tisa. Tisa, eh? Daudi yuko sawa? Mm. Yuko sawa Yuko sawa. japo kuna vitu Mi, nafikiria. mimi nashindwa kunani kwa sababu nimesahau kwamba nilimuuliza hadi ngapi. Ila sasa Ilikuwa ni hapo moja moja, hapo ulipo hapo umeshuka sana. sawa, tuachane Juu nalo tena. sasa. Tuachane nalo hilo. Nilikuwa nataka tu kunani pale, kama kuna njia nyingine ambayo inaweza ikakusaidia kuhesabu pipu. Unachukua crosshair kama hivi nilivyoichukua, unaweka pale ambapo unaanzia kufanyaje kuhesabu, kama ni kwenda chini, alafu unaidragi kwenda chini, itakuwa inakuhesabia pips hapo. Imeandika kama 91 hivi, ila wewe unachukua hiyo ya nani, hiyo ya mwisho, Hiyo hiyo tisa. hiyo tisa, hiyo nyingine ni pipet. Kwa hiyo ikikuandikia 90, maana yake ile zero ni pipet, alafu tisa ndio pips. Kwa hiyo ulikuwa sahihi. Sawa, eh? Nani mwalimu, Naam. pipet mpaka ifike 10 ndo inabadilisha hii pip Eh, mzunguko wake mpaka ifike 10 kama nilikuelewa mwanzoni. uko sahihi. Hizi hesabu za desimali sikivuka tu tano watu na nani tunakadiria, au huku ni tofauti, yaanza kuanzia sita, Kwa hiyo kwamba unabishana. labda tuseme hii ingekuwa 96, ile sita si inakuja inahamisha tena 10 na Kwa nani. hiyo nalisahihisha soko, si ndio? Umekuja na harakati, yani umekuja na harakati kuja kutusahihisha. Kingine mwalimu, Eh, kwa sababu tuko hapa hapa, naam. nikataka tu at least ile awareness Ehe. umesema one pip ni desimali 4 kwa pea nyingi ambazo zinatumia USD, Mm. lakini kuna kingine pia ulikuwa unaongea inaweza kuwa ya pili, sijui ni euro, sijui nini. Je, Sasa yenye sisi JPY. tunakokwenda Pea yenye kucheza napo eh, huko, labda kwenye gold sisi itakuwa ni hii ya 4, ili baadaye kusije ndio tukaenda na kuweka mnani. hapana, ndio tunaenda kwenye gold sasa. Nilikuwa nataka tu kunani kuwapa hizi hapo. Unajua hii elimu ninayowapa iko juu sana katika level ya kwamba unaweza ukamfundisha hata mtoto wako. Sasa mtoto wako anaweza asitake kutrade gold. Sasa ukiulizwa swali utajibuje sasa? Kwa hiyo najaribu kunani huku mwanzoni tu inasaidia. Unaweza ukawa kwa sababu mimi nakuingiza kwenye huu ulimwengu, unaweza ukakutana na article zingine labda inaelezea hiki hiki hiki. Mm, Kwa hiyo siwe limited, najaribu tu kukunani pale kabla hatuja specialize kabisa kwenye gold, na huku paone kwamba unahitaji kuwa na idea napo. Sawa, eh? Mtu yuko la kwa chekechea anataka specialization. Ndio shule Nafikiri zenu sio international mahali. ndio mko hivyo. Utafata syllabus ya Tanzania. Okay, sawa. Au Ah, zile shule za Rwakatare zile. tunaenda sasa kwenye gold yenyewe. Huku nilitaka muipate hiyo idea kwamba unaweza ukakariri kwamba nani desimali ya 5, lakini ukakutana na JPY ikawa ikakumaliza ya muda wako, inakufikirisha tu nani pale kwamba
kwa nini hii hapa iko hivi? Ndio maana nikataka kukuexpose na aina tofauti tofauti, lakini ndio maana pia situmii muda mrefu sana huku, kwa sababu najua iko nani tofauti. Uh, Twende sasa kwenye goldi. Kwenye goldi bahati mbaya kidogo ni kwamba kuna baadhi ya brokers wanaiwekea desimali tatu, wanaigawa mpaka desimali tatu, na kuna wengine wao wanaigawa tu desimali mbili. Kwa mfano 45.07 I mean 4507 507. point labda 01, mwingine broker atakuachia hapo, mwingine atabadilisha mpaka huku. Sio shida, sio shida sana, ama tuseme tu sio shida, awe ameweka nani desimali zote, hata akaongeza basi akaamua kuigawagawa zaidi, ila chenye value zaidi ni hizi mbili tu, hizi mbili za mwanzo hizi hapa. Kuna mwingine hata kuwekea hii ya tatu huku ambayo ni pipet. Kwa mfano nibadilishe broker hapa, mbona kama nimeshare kile kile. Naona unavyobadilisha. Mwana mnyama. Basi nimeshare screen nzima. Unatutishia sisi au nani? Sijui nani. Mnisamehe, alikuwa kusudio langu. Okay, ni gold ile ile. Hii si inaonekana vizuri hapa. Nimetumia nani, sijatumia MT4 wala MT5, nimetumia kitu kinaitwa Trading View. Ni nani nyingine yenye haiko chini ya bloka, ya ni jamaa wengine tu waliamua kuiboresha kile tunachokiona kwenye MT5 ama MT4, wenyewe wanaijiita Trading View, sio MT4 wala nani, ila ni iko advanced zaidi yenyewe. Ila baadhi ya bloka hawana. Kwa mfano Exness hayuko linked na hii Trading View. Kuna wachache tu ambao wako linked, lakini inasaidia tu kuweza kufanyia analysis, kisha unaenda kutrade kwa bloka wako. Sio lazima umforce bloka wako awe na nani. Na hii hapa, hii vitendea kazi vyake, namba zake zaidi zinaonekana zaidi, na iko flexible zaidi kuweza kuinani, kwa sababu sio kila bloka na nani. Ndio maana siifundishi ile level hii ya beginner, tukienda mbele huko ndio nitai-expose zaidi. Okay, sawa. Hata huku yuko nani, ila tukichagua bloka mwingine anaweza asiwe na zote hizo tatu. Anaweza akawa labda 9 akaishia 2. Pipet kwenye gold haibadilishi value, kwa hiyo utaiona kabisa ni namba, maanake haibadilishi value ya profit ama loss. Kwa hiyo itazunguka yenyewe mpaka itakapobadilika pipu, ndipo bei itabadilika, profit yako itaongezeka ama itapungua kama soko linaenda kinyume na wewe. Kwa hiyo pipu kwenye gold ni hii ya katikati, kama ilivyo kwenye JPY, kwenye pea zenye JPY. Hii ya katikati hii ikibadilika ndio inaibadilisha desimali ya pili, desimali ya kwanza I mean. Kwa hiyo hiki huku gold ni fast moving item, inawahi sana kubadilika. Ndio maana hii ya huku hata isikushughulishe hii ya mwisho, kwa sababu badiliko hapa ni la mapema tu. Kwa hiyo sio issue
sana kwamba ni pips ngapi, pipeti ngapi sijui zimebadilika au nani. Amna, sio ishu kubwa sana ya kukuwazisha. Ah, kitu sasa cha muhimu kuliko hivyo vyote sasa ni pip value. Sasa thamani ya pips, thamani ya pips ni baki huku huku tu, sitaki tena kwenda kule MT5 ama MT4, tuzichukue tena pea zetu zile zile. Kwa mfano Euro USD ni hii hapa, huku namba si zinaonekana vizuri huku kuliko kule, Mm. si ndio wakuu? Zinaonekana. Tuko tunaweza tukapakuza tunavyotaka wenyewe. Ah, nilikuwa nasema kwamba thamani ya pipu ndio kikubwa zaidi ambacho cha muhimu zaidi kuliko, okay, sio zaidi, kwamba kuhesabu pipu tunataka sasa tujue. Sasa nimeshajua pipu 100, soko likikubali upande wangu pipu 100 nitapata eti ngapi? Nitapata dola ngapi? Ama nataka kuriski pipsi 10 peke yake, je, nitapoteza dola ngapi in case kwamba soko halijaenda sawa na kile nilichokitaka, halijaenda katika uelekeo wangu, ni riski kiasi gani? Kwa hiyo inakupa kujua kwamba kama niliwaza kubai alafu lenyewe linashuka, labda likifika huu saa, labda tuseme ulikuwa unataka kubai hili eneo, likifika huu saa nikubali kuinvalidate hii trade yangu hii kuanzia hapa, kwamba kutoka hapa nilibai, lakini price ikifika hapa nijue ngoma hii haiendi juu, nitoke initoe trade yangu. Nitatoka na dola ngapi? Nitapoteza dola ngapi? Ama nilikuwa nimeseli kutoka hapa, price ikifika hapa nataka nitoke, nitatoka na dola ngapi profit? Kwa hiyo idadi ya pips ndio itakayokujibia hilo swali lako, lakini sio idadi ya pip peke yake. Tutaenda tena kwenye kipengele kingine ambacho kinaambatana na pip katika kutusaidia sasa kuweza kujibu hilo swali. Thamani ya pipu inategemea na kitu kinaitwa lot size. Lot size, thamani ya pipu inategemea na lot size unayotumia. Okay. Hapa kuna umuhimu niende kule ambako mnafanyia mazoezi. Twendeni tena kule MT5 ama MT4. Nirudishe kwenye lesho yangu. Au na usingizi, mbona na share kitu kile kile hapa. Mnaiona nini? Mnaona nini hapa? hiyo Namba grafu na hiyo Gold inaonekana. mm. mm. Hamna gold hapa. Hamna bodi hapa, hii ni Euro USD sijui tano. Okay, nimeshajua nilichokuwa nimekishare. Ngoja ni share tu sorry.
Hapo je, Bado inazunguka. Ngoja tuone kifungu. inaniambia sasa hivi nimeanza kuona. Ni sawa? Ipo graph hapa. Ya nini? Hii gold. Ya gold. Ya gold eh? Umejuaje ni Hapo ya gold? hapo hapo je? Kuna maneno pipet. Kuna Yes. maneno pipet. Kujua kwamba Ah, ni ya, kujua ni hii ya sio gold. gold, kujua ni ya gold au sio gold, Daudi, ni hapa unapaangalia kwa haraka haraka tu hapa. Hapa ninapoweka kasa pameandikwa Naona tu 43 huku mbele 44, sijui hizi ni inchi. juu ya hizo 43 unazoziona. Siwezi kusoma, ni vidogo. Ni Hapo vidogo. kuna Euro USD. Ni Sasa vidogo, tuendelee. jamaa, Hii simu sasa sasa nayo mwenzako anachoona simu nini? Okay, basi unaangalia hapa chini iliyokuwa highlighted kama unani. Sawa, juu ya hizo namba kwenye chati nani yako pata kuonesha kwamba umefungua chati ya pea gani. Okay. Nilikuwa naongelea thamani ya pipu. Thamani ya pipu inajulikana pale tutakapojua lot size ambayo umetumia. Lakini pamoja na hayo, pea zenye muunganiko wa JPY zina thamani ndogo ukilinganisha na pea zingine zisizokuwa na JPY. Kwa hiyo zina value kidogo, thamani yake ni ndogo, lakini yani tofauti na ukasema kwamba na trade Euro USD, labda ukapata profit pip 10, alafu na trade labda USD JPY ama GBP JPY nayo pips 10, mwenye muunganiko wa JPY atakuwa na profit ambayo ni ndogo kuliko ambayo pea haina JPY. Reason why, achana nayo, sio kitu cha muhimu. Ila tu ni kwamba zimepishana kidogo sana. Inaweza ukakuta labda huku sio nani kwenye USD Euro USD ukapata dola 10, alafu huku ukapata labda dola 8.7. Maana yake utakuwa umepoteza kama dola 1.3, hujapata dola 1.3 kwa sababu umechagua lipea ambalo halina hela nyingi. Pips za thamani yake. Mwalimu, Naam. kuna kitu unakitaja mara nyingi, JPY. Nini? Ulishafundisha, mimi nimeshasahau. JPY. Ndo tulianza nayo juzi. JPY ni JPY. Jamaa alikuwa analea watoto huyu mwege. Okay, sawa. Msaidieni. Ngoja si tatizo na maandishi, macho yako hayaoni. Ngoja nikiweka kwa mfano hapa, unaona maandishi yanayotokea kwa chini. Nikiwekea hiyo nani? Ni vidogo lakini unaweza kuvisoma? Siwezi kuvisoma. Hapana. 1643. Nataka maneno ambayo yanaletwa hapa kwa chini, nikiweka ambayo yananitajia nimeweka kwenye nini. Vimaneno vinatokea lakini siwezi kuvisoma, vidogo. Okay, hivyo vimaneno ndio vinakuwa vinakutajia kirefu cha hiyo nani, hiyo currency. JPY ni Japanese yen, ni sarafu ya yen inaitwa, sarafu ya Japani inaitwa yen. Sarafu yao huwa inaitwa yen Japani. Kwa hiyo kifupi chake inaandikwa JPY. Ni sarafu ya Japani, si ndio? Yes. GBPJ. GBP JPY. Hiyo nani, hiyo imeishia hiyo zinazofuata hapo sasa. Sawa. Okay. Sabaraka ananishangaa, maana mimi yale maji USD kadi najua Euro. Hii ndio nilikuwa sijaiandika.
Okay. Wengine Hii ni Japanese yen, kifupi kifupi chake ndio JPY. sawa Sawa, mwalimu. nilikuwa nasema kwamba pea zenye JPY zina thamani ndogo, yani pea kama ina JPY ina thamani ndogo kulinganisha na pea nyingine, lakini pea zenye muunganiko wa CHF zina thamani kubwa ukilinganisha na pea zingine. Kwa mfano labda Euro CHF, GBP CHF ina thamani kubwa kuishinda hata yenye muunganiko wa USD, lakini mara nyingi zenye thamani kubwa huwa pia ni slow moving item, hazitembei sana kwa haraka. Tulisema kwamba ili tupate hela tunahitaji pea iweze kutembea, hazitembei sana kwa haraka. Nafikiri inaweza ikawa ni reason pia why zina thamani kubwa, kwa sababu hazitembei sana. Lakini hizi zenye JPY licha ya kwamba thamani yake ni ndogo, ila kugusa tu imeshatembea umbali mrefu kuzidi hata zenye euro, kuzidi hata zenye USD ambazo zina thamani kubwa kuliko yenyewe, ama kuzidi zenye CHF. Ah, tulifika kwenye nini sijui, nikaa naongelea lot size lot size. Kwanza lot yenyewe ni hii hapa. Okay, sorry, sijui hii hapa hapa katikati nitakuja kuielezea. Ah, ni kama karesho fulani hivi, ni kama ka integer fulani yani ka difference fulani hivi. sawa. Nilikuwa nawaza tu namna ambavyo niwaelezee loti bila kuunganisha na kitu kingine, ila twende katika muunganiko sahihi. Kuna kitu kinaitwa, ngoja niandike hapa. Daudi anakuwa yeye muda mwingi kukubali. Ni jamani siku hizi yaoni, ila anabisha kweli. Atakuwa amekuwa kama tembo, atakuwa na uwezo zaidi wa kunusa kuliko kuona. CHF. Hiki hapa leverage and lot size. Ngoja tufute hiki, tushamalizana nacho hichi. Leverage ni kitu gani? Hivi vyote viwili ndio vinaenda kutujibia sasa swali letu kitaalamu la kuhesabu pips. Leverage ni uwezo wa kucontrol kiasi kikubwa cha pesa kwa kutumia kiasi kidogo ulichonacho bila kutumia pesa yako yenyewe kabisa. Nimejichanganya labda kidogo kwenye sorry. Kilikuwa kinaniwazisha hiki hapa, mbona ina herufi nyingi sana. Hapo niko sawa, wataalamu wa English. Leverage ni uwezo wa kucontrol kiasi kikubwa cha pesa, nimesema, kwa kutumia kiasi kidogo ama bila kabisa kutumia pesa yako mwenyewe. Baraka, ulishawahi kusoma vitabu vya jamaa mmoja anajitaga Robert Kiyosaki? Kitabu gani ulisoma? Robert Kiyosaki. Eh,
kuna Utaniambia vitabu, rich kimoja ni daddy poor Rich daddy. Dad Poor Dad, lakini kingine anaongelea ile Kinaitwa cash flow quadrant. Unajua cash flow quadrant? Yes, hicho nilikisoma kama miaka 20 imepita sasa. kama ya kupeana. Nilikuwaga mpenzi wake kwenye vitabu vyake, Huyu Cash Flow jamaa Quadrant, kazi yake Retire Young, kazi Retire yake Rich. Ndio jamaa nikasikia. amekataa sana huyu, kwa sababu Okay, ndo sawa, yuko achana huko. nayo. Matonange anasema tutapigiana simu hayo. Daudi Soma anasema mengi. tutapigiana simu, tutamchanganya, ataenda kuanza kuvitafuta. Okay, nini naanza hapa kwa sababu hataki umzidi. Nini nataki, kwa nini nimemwongelea huyo jamaa? Kuna kitabu, kwenye kitabu chake kimoja alisema kwamba ili uweze kukuza hela yako mpaka ujifunze kutumia kitu alikiita OPM, other people's money. Ni sawa eh? Mm, Ehe. Kwa na hiyo na sasa sio other people's opinion. other people's money, kwamba pale utakapoweza kutumia vizuri hela ya mikopo Other people's time. unaweza ukanani. Jamaa yeye akatai kukopa, ila unaweza ukakopa afu ukatumia madeni vizuri, ukaweka ukainvesti kwenye vitu vya kibiashara. Sasa leverage ni kama hicho kitu, lakini hapa sisi tunaongelea leverage ni kile ambacho broker anauwezesha mtaji wako. Umedeposit $100, nilisema $100 sokoni haifai, haitumiki sokoni, ila ukishaweka $100, hiyo $100 anaikuza ikawa labda kama $100,000 ili uweze kutrade. Anaikuza kwa kutumia ratio, kwamba inaweza ikawa ni ukachagua wewe unapojaza, labda unapofungua account, labda 1:100, 1:1000, 1:2000. Wengi wao wanaishia 2000. Maana yake kila dola uliodeposit inakuzwa mara hiyo ambayo iko pale. Kama umechagua labda 1:100, maana yake ukideposit $100 utakuwa ni sawa na mtu ambaye amedeposit $100,000 kuweza kucontrol biashara yenye ukubwa huo. Au ukachagua labda 1:1000, maana yake hiyo mtaji wako una uwezo mara 1000, unaonekana kwamba unauzidisha mara hicho kiwango. Maana yake sasa, kama nilivyokuambia kwamba hii biashara ni interbank, ukiongeza banks inakuwa sio Kiingereza, ni interbank, kwamba ilipaswa ifanye na mabenki makubwa tu. Kwa hiyo sisi tupo kule kwa sababu ya broker anatuwezesha, anatuwekea leverage, anatupa nyenzo ya kuweza kufanya hii biashara kwa kutumia mitaji yetu midogo, regardless kwamba utakuwa na dola 10,000 labda umedeposit, bado ni ndogo. Umeona? Kwa hiyo sasa ndio maana pia tunamhitaji broker. Kwa hiyo leverage, nimesema ni kutumia pesa ya kuazima ama kuaminika bila kutumia pesa yako, lakini unazungusha pesa ya watu wengine kutafuta pesa ama faida zaidi. Yani maana yake hapo umetumia leverage, umetumia nyenzo. Forex kwa kutumia mtaji wako, nimesema ni biashara yenye faida ndogo sana ukilinganisha na mtaji ambao unapaswa kutumia, kwa sababu tumesema kwamba kwenye forex tunakuwa tunawinda pips, kwamba nikiingia hapa nitapata pips ngapi. Kwa hiyo sasa thamani ya pip ndio faida yako kama ulikuwa uko sahihi.
na ndio hasara yako kama ulikosea uelekeo wa soko. Kwenye forex kuna watu wana trade kwa kutumia pesa zao wenyewe, na kwa wengine tuna trade kwa mgongo wa brokers. Wanaotredi kwa kutumia pesa zao wenyewe, Daudi anaweza kahisi hata sijafundisha hiki kitu, kwamba wanaotredi kwa kutumia pesa zao wenyewe wanatumia kwenye soko la futures market, tunaita sio soko la futures, kwenye futures market, soko hilo. Sisi tulisema tuko soko gani, Daudi? Daudi, si tuko soko gani? Operation market, open market operation. Omo. Daudi Hayupo sijui? ametoka? Hayupo au Mbona idadi hatujapungua? Okay, inawezekana kaenda kwenye nani, atasikiliza video kama asikii, au anavunga ile aonekana alikuwa analijua ila hakuwepo. Sisi tulisema tuko kwenye spot forex, spot forex, lakini kwa watu ambao wana trade kwenye futures market, kule hauwi chini ya broker, unatumia sasa mtaji wako mwenyewe. Maana yake sasa utatakiwa udeposit sasa kiwango ambacho kinatakikana na soko, maana yake utumie kuanzia dola 100,000 kwenye futures market. Lakini sisi ndio maana nikasema kwamba unaweza ukaweka dola 100 ila broker ukachagua na leverage, maana yake mtaji wako ukawa na uwezo sawa na aliyedeposit dola 100,000. Kwa hiyo mkawa mnatafuta kitu sawa. Kwa hiyo sasa dola 100,000 labda kwa pips 10 inaweza ikawa dola 10 thamani yake. Kwa hiyo sasa dola 10 nitumie dola 100,000 alafu nitafute dola 10 peke yake, nafikiri singevutia sana, kwa sababu haiwezekani. Tunapoongelea dola 100,000 tunaongelea Tanzania shilingi milioni 200 kama 60 hivi, alafu nitafute 20,026, ingeonekana ni ujinga. Umeona? Kwa sababu ni kitu kidogo sana in relation na mtaji ambao ungetumia, lakini kutumia dola 100 kutafuta dola 10, kwamba nitumie 260,000 kutafuta 26,000 ni kitu ambacho kina make sense, kwamba inakuja kama ni 10% kabisa nikipata dola 10 pale ya mtaji wangu, kitu ambacho kwenye biashara ni kiasi kikubwa sana. Ukiwauliza watu wa benki kwamba ukawambia mi na uwezo wa kupata 10% labda kwa siku, una uwezo wa kupata 10% kwa mwezi, watakushangaa hiyo biashara ambayo unaifanya, kwa sababu wale ndio wanaijua thamani halisi ya pesa. Kwa hiyo sasa uwepo wa broker na leverage yake unatufanya kwamba tuipende hii biashara, kwa sababu maana yake unatumia mtaji mdogo kuliko uwezo wa mtaji wako halisi kuweza kutafuta pesa ama kutengeneza pesa. Ndio leverage sasa, kwamba pesa yako imekuzwa na kustahilishwa kuweza kufanya transaction zenye value kubwa. Kwa hiyo sasa wale ambao hawatredi kwa mgongo wa broker, maana yake yeye anatumia mtaji wake halisia, hatumii leverage. Maana yake kiasi anachokitafuta ndio yeye mwenye uwezo wa kusema kwamba ni kiasi kidogo sana. Kwa hiyo kama ukitredi kwa kutumia mgongo wako mwenyewe, ndipo utajua kwamba forex ina faida ndogo.
ukilinganisha na mtaji uliowekeza, ila ukitrade kwa chini ya broker utaona forex ni biashara yenye faida kubwa, kwa sababu tu siri ni kwamba umewezeshwa, umepewa leverage, umepewa nyenzo. Nilikuwa naweka Mwalimu, background dogo. Naam. sasa kama ni hivyo, Mm. kuna watu ambao wanatumia fedha zao wenyewe kufanya trading. Yes, Kama sasa ukitumia fedha yako tulikuwa tunakuuliza ukawa umepotea kidogo, au ulikuwa unatusikia wewe? dawa, naenda kuchimba Okay, dawa mara sawa moja, ila sawa, sijakaa sana mbona. utasikiliza video sehemu ambayo tumekuacha. Ehe. Yaani kama nakuelewa ni kwamba ukitumia mtaji wako mwenyewe Ndio. na ni faida yake ni forex ina faida kidogo. Kwa nini hao watu wanatumia? Kama wapo najua watakuwepo, labda siku sema ili web broker ni zaidi ya nini, dola 100,000 ngapi, uwe na kama milioni 200 hivi tuseme. Hapana, Lakini sasa kwa hao wanaotumia wenyewe hapana, kwa broker ina hicho unachokitaja ni kiwango kidogo sana, ila kwamba ili ustrade chini ya broker ndio unahitaji labda kuanzia dola 100,000. Ila kuwa broker maana yake wewe lazima uwe kama una uwezo kama kina Standard Chartered, ndio uwezo wako wewe vile. Sasa hawa jamaa kama ndo hivyo akitrade yeye mwenyewe kwa pesa zake forex na nani, kwa nini wanafanya? Kwa nini wasitumie mabroker ili at least wanani? Okay. Cha kwanza, aina ya soko ambalo yeye anaenda kutrade kule kidogo lina flexibility. Alafu pili ni hizi commission kwetu sisi ni kidogo, kwa sababu tu tuna mitaji midogo. Ni kama leo hii ipande riba ya mkopo wa benki ipande labda iongezeke kwa 3%, kwa mtu ambaye anataka kuchukua labda milioni 10 au milioni 5 hataona kitu kikubwa, ila labda anayetaka kuchukua labda bilioni 1, hiyo 3% ataiona ni kubwa. Yes. Kwa hiyo sasa, kwa kadiri mtaji unavyokuwa mkubwa unazidi kuprotect zaidi. Kwa hiyo ndio maana sasa pia jamaa wanataka freedom, lakini pia broker na yeye sasa kuna kiwango cha mtaji ambao anahimili kufanya nawe biashara. Maana yake yuko kwa ajili ya retailers, lakini hao jamaa wenyewe wako huru kwamba hawahitaji kuwezeshwa na mtu kufanya biashara. Kwa hiyo yeye anakuwa na ile flexibility ya mtaji wake yeye mwenyewe na kuchagua masoko yake yeye mwenyewe. Broker sio nani sana kwamba ataweza kuhimili kufanya biashara, kumkalisha chini yule jamaa. Na pia waga wana terms zao, baadhi wao wanaenda kwa mabroka, lakini mna bageni kabisa kwamba usinifanyie hiki, labda speed ziwe hiki hapa, vitu ambavyo mabroka wengi pia wanakataa, kwa sababu jamaa ukishakuwa na hilo unakuwa na viterms vyako na wewe. Kwa hiyo anaamua tu kuwa huru. Kwani broker na yeye anaruhusiwa kufanya biashara au yeye anatufacilitate tu sisi? Kuna madawati yao, tutakifikia kule. Kuna madawati yao ambayo huwa wana nani, sio tu broker, benki zinakuwa na madawati ya forex, madawati yani broker mchukulie kama benki tunavyofikiria, ila ni benki kubwa kuliko kina CRDB. Kwa hiyo sasa benki zina madawati ya forex, zina madawati ya nani, zina traders wao zimewaweka kule, lakini at the same time anakuwa na kitengo cha market making, make market. Nitakuja kukielezea